Bora nilivyokutana na wewe rafiki yangu, maana huu mguu ulikuwa unakuja kwako, ila nashukuru kwa kuwa nimekutana na wewe hapa njiani. Ila kuna jambo kidogo ambalo limekuwa likinisumbua sana kwa kiasi kikubwa, na nafikiri wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu na tumefanya mambo mengi sana, hivyo nikaona sio vyema kumpelekea mtu mwingine ili hali wewe upo rafiki yangu kipenzi. Nadhani unamjua yule mpenzi wangu Feti. Ya, Feti namfahamu. Sasa kiukweli amekuwa ananiumiza sana, kwa sababu nimekuwa nikimhudumia, nimekuwa nikimpa kila kitu, nikiwa nafahamu sawa yeye ni mke wa mtu, lakini pindi nilipokuwa namhitaji kwa ajili ya kushare naye, huwa njia zinakuwa nyingi sana. Hivyo kuna muda nafsi yangu inaniambia ni bora tu nigaili nimwache aendelee kuishi na maisha yake kuliko kuendelea kuumia kwenye penzi ambalo sijaliwe. Hivyo rafiki yangu, najutia sana fedha niliyoitumia, nimepoteza muda wangu lakini bila mafanikio yoyote yale. Hivyo nikaona sio vyema, ni bora nikutafute nijue ni kitu gani unaweza ukanishauri kwenye hili. Kwanza mimi sio muumini kabisa mahusiano. Maana sio vitu ambavyo navifuatilia, lakini kwa kusikia ujue mke wa mtu akiwa amekupa ahadi ambayo yeye anahisi ni sahihi kwa wewe, kwa maana huwezi kuipinga. Kinachotakiwa maana yake umsikilize nini ambacho anahitaji. Maana unaweza kuforce kutane naye lakini pia akawakuta mume wake. Je, kama mume wake akiwakuta unadhani itakuwaje? Ni kweli hilo naloliongea, lakini moyo wangu unaniuma sana na kuniambia hapana. Japo ni muda mrefu sana tangia ninapojaribu kumwambia kuwa na shida ya kimapenzi na yeye, lakini hilo wala yeye alifikirii. Kwa hiyo naniumiza sana kichwa kwenye hilo swala. Hapana, mimi simaanishi kama hakupendi. Mimi naamini kuwa anaupenda na ndio maana kaamua kuuganya moyo wake. Lakini bado hajapata nafasi ya kukutana na wewe. Mimi naamini siku ambaye atapata nafasi ya kukutana na wewe, hata mwenyewe utafurahi. Hivyo naomba umvutie subira. Isubiri hiyo siku ifike, maana ikishafika kila kitu utakijua. Sawa, mimi nafikiri nimeshakuelewa. Ila tutajua namna gani ya kufanya ili kuweza kulikabili. Samahani. Yes, mke wangu. Nini? Mwanza muda gani? Okay, sawa basi nakuja sasa hivi nakuja. Sawa. Rafiki yangu. Nimepigia simu shemeji yako. Ameniambia hali ya mtoto sio mzuri, hivyo nahitajika kufika kwa haraka sana ili kuweza kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo mimi nafikiri tutaongea kwa wakati mwingine, ila kwa sasa wacha niende kwanza. Sawa rafiki yangu, ila naomba uzingatie niliyokuambia. Tofauti na hapo, usikose kunijuza kilichoendelea kwa nyumbani kuhusu dogo. Basi sawa, hamna shida. Kumwamini kila siku kutesana, ni bora kufa kuliko kusalitiana mapenzi. Pole mwanangu, utapona sawa baba? Usijali, sasa hivi babako anakuja, utaenda hospitali sawa? Kinakusumbua nini kwani? Kika. Pole baba. Haya, babako sasa hivi anakuja, nimeshampigia simu sawa mwanangu? Pole. Kiona? Bembe wangu. Hii hali imemwanzia muda gani? Hii hali bwana hata mimi sielewi. Maana nilikuwa huko ndani nafanya usafi. Baada ya muda natoka nje, hali ya mtoto imechemka hivi. Na sielewi ana shida gani. Maana baada ya kumuuliza ananiambia kichwa ndo kinamuuma. Mwanangu. Utapona. Sasa mke wangu. Mimi nafikiri hapa wacha kwanza niende duka la madawa. Nikamwangalizie vijipanado. Huenda inawezekana ikawa malaria, lakini kama hali itakuwa mbaya zaidi nafikiri tutaenda kituo cha afya. Maana yake kwa jinsi ninavyomuona
Bila shaka haya ni malaria. Sawa basi jitahidi, maana hali sio nzuri. Sawa mwanangu, utakaa sawa? Basi ngoja mimi niende kwanza afu then nirudi kwa haraka. Sawa mume wangu, jitahidi maana hali unaiona sio nzuri. Okay sawa. Nani wa kumwamini? Kila siku kutesana, ni bora kufa kuliko kusalitiana mapenzi. Umebadilisha mwenendo na bado sijaona. Umenifanya nipombeke kwa sababu ya mapenzi. Umenifanya mimi nichekwe kwa sababu sijiwezi. Tatizo kukuposti imenikosti. Umetoka nao, umewafuata wenye noti, kwenye pochi. Umeluka nao, mapenzi matamu mkipendana. Chunga msije kugombana. Yamenitoa na bandama, mpaka naogopa. Yanauma, mapenzi yanauma. Yanauma, mapenzi. Halo. Nilikuwa naomba njoo nyumbani mara moja. Mama yangu akishaondoka. Sasa hivi nakuja. Sasa hivi. Kwa hiyo kama ukipoteza nafasi ile hutaipata tena. Okay sawa. Okay sawa. Nyokote, sema nikufate popote, moyo nauma. Tatizo kukuposti imenikosti. Umetoka nao, umewafuata wenye noti, wenye pochi. Moyo wangu umechoka, kilio hakisikiki, lakini kinauma ndani. Nilimwamini kwa moyo wote, nikampa mapenzi bila hofu, lakini alinigeuka gizani. Na nimekumisi sana kipenzi changu. Unajua kwa muda mrefu sana nimekuwa nikitabikia kupata penzi lako. Hivyo leo muda umenipigia simu. Nilikuwa siamini kama ni wewe kweli. Maana ni muda mrefu sana toka nilikwambia na unajua mwenzako unaopiwa umenikabagua kabisa. Sawa, shida. Okay sawa, mimi nadhani unaweza tukaenda basi mwanangu. Wewe kwa kweli ndio kufanya mambo mengi. Karibu mwana. Haya. Feti mke wangu. Nimepigia simu mama yangu wa mgonjwa. Sasa kwa maana hiyo naenda ndani kajiandae ili tuwae safari. Sasa hivi. Sasa hivi. Na sawa. Huyo ni nani konje? Ni mume wangu. Kanipigia simu hadi hapo sasa hivi. Kaniambia manauma. Kwa hiyo sasa ndio niondoke. Lakini usiniambia mume wako amsafiri. Sikujua hivyo. Sasa mimi natokaje huko ndani? Siku nyingine basi tutafanya siku nyingine. Tafadhali sasa. Tunafanya nini ndani? Natokaje huko ndani sasa? Subiri sasa ndio ndio wachafungua ndio ndio kufungua. Nafunga hapa na mwanadamu changu kinga daktari yangu ndio kwenu. Sawa. Toa, Feti. Fanya haraka twende.
nimemsaliti yule, msiba unaniumiza. Hivi ni nani wa kumwamini? Kila siku kutesana, ni bora kufa kuliko kusalitiana mapenzi. Ona sasa baba kacha, mwanae anakufa. Kwanza nitakuletea maji ndio nikuchue. Abduli. 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 Jamani. Hapatikani. Mwanzo kunichanganya. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena. Samahani, namba unayopiga. Ngoja nipigie shemeji. Shemeji za saa hizi. Kwema za huko. Shemeji huku mbaya, tafadhali nakuomba uje haraka sasa hivi shemeji. Shemeji njoo, kuna tatizo, fanya haraka shemeji nakuomba tafadhali. Sawa shemeji, sasa hivi jitahidi shemeji. Duli. Duli. Shemeji hali ya mtoto ndio hivi. Na rafiki yako tangu aende kununua dawa mpaka sasa hajarudi. Na mtoto hali imezidi kuwa mbaya. Abduli. Abduli. Shem. Hapa naomba tuwe na moyo. Maana hatuko naye kabisa. Shemeji. Kwa hiyo ashafariki huyu. Abduli mwanangu. Abduli vipi bro? Vipi tena? Dogo alikuwa anaumwa, kwa hiyo amefariki. Vipi baba, huyu mtoto alikuwa wapi? Maelezo anaenda kwa mpaka sasa hivi kwa wapi? Hebu tumpeleke ndani basi kwanza. Ona sasa baba kacha, mwanae anakufa kwa uzembe wa mapenzi. Ametumwa dawa dukani, yeye akashiwishika na mapenzi. Uzembe wake mtoto kafariki. Ushakuwa msala tayari. Na sasa hivi ni muda mrefu sana tangia ameondoka. Nikiendelea kukaa humu ndani
bado itakuwa ni changamoto sana kwangu. Nyumbani mpaka sasa dawa sijapeleka, na mwanangu sijui anaendeleaje mpaka sasa hivi. Okay. Kwa nimpigie Bigi. Wenda anaweza akawa msaada kwenye hili. Aya. Simu yangu tayari shazima. Sasa nawezaje kumpata Bigi? Kweli siga kufanyani, miti yote iteleza. Hizi kusi again Jaiga nilikupa lakini ujona. Naomba ruhusa nini nyumbani kachukue nguo za kubadilisha. Hapana mke wangu, ukizingatia wewe ni mama yako mzazi, haipaswi kutoka. Na ukiangalia mama yako mzazi, wewe ndio alikufanya mwanao wa pekee. Kwa maana hiyo usiofu. Ngoja kwanza mimi nikimbia mara moja nyumbani. Kwa maana hiyo mimi hapa ndio nitoke hapa nikamshikie mama yangu ndani aliyakuwa wewe upo. Sasa basi ngoja kwanza niwe mara moja niende nyumbani nikakuchukulia nguo afu nirudi. Lakini nini? Hebu kachukue funguo niletee hapa mimi niende nyumbani. Kwenye begi lako, kwenye mfuko mdogo hapo. Fanya haraka. Ninasema sawa kwa yote. Fanya urudi uniokote, sema nikufate popote, moyo nauma. Tatizo kukuposti, imenikosti. Umetoka na umewafata wenye noti. Sitakawia kule. Tumeelewana? Haya sawa. Chunga usije kugombana. Yamenitoa na bandama, mpaka naogopa. Yanauma, mapenzi yanauma. Unafiga lakini ujona. Umebadilisha mwenendo na bado sija. Mume? Hizi kusi again Jaiga nilikupa moyo na figa lakini ujona. Umebadilisha mwenendo na bado sijaona. Umenifanya nipombeke kwa sababu ya mapenzi. Umenifanya mimi nichekwe kwa sababu sijiwezi.
tatizo kukuposti imenikosti. Umetoka nao, umewafata wenye noti kwenye pochi, umeluka nao mapenzi matamu mkipendana, chunga msije kugombana, yamenitoa